Kipengele cha mwisho katika ufahamu ni kufupisha habari. Ndugu mwanafunzi, ni tatizo au naweza kusema ni janga la taifa kwa sasa hivi. Wanafunzi wengi hawataki kufupisha habari. Wanataka habari hiyo imefupishwa, yeye kazi yake ni kupachika tu neno moja moja. Hapana. Wewe unaandaliwa kwenda kuwa mtafiti huko mbele ya safari. Utafiti hakuna atakaye kuandikia. Utaandaa wewe mwenyewe, utaelekezwa, utaandika ripoti, inaweza kuwa hata na vitabu 10. Kama unavyoona wakati mwingine ripoti tume fulani inaleta vitabu vingi kwa rais pale. Maana yake wameenda kutafiti, wameona mambo mengi. Sasa kama unazoea kuandika vitu vifupi hutaweza. Kwa hiyo lazima ujiandae kuandika. Huu ufupisho ni kwamba utakutana na mambo mengi. Kumbuka, yawezekana utafiti wako ukachukua miezi 6. Haya mambo unayotafiti kwa miezi 6 kama utayaandika yote, yanaweza akawa na unene, kama ni kitabu itakuwa na unene wa box. Sasa hautaweza kuyaandika yote. Utachokuwa kifanya ni kuandika ile mambo ya muhimu tu, halafu utatumia maelezo yako wewe mwenyewe na kuandika kitu ambacho ni rahisi kueleweka na watu wote. Ndio maana tunasema tunafupisha habari. Hatuwezi kuyachukua mambo yote yalivyo. Chukulia mfano rais anahutubia, anaweza kuhutubia kwa saa 2 au 3. Anahutubia wananchi. Lakini anayozungumza pale utaenda kusikia kwenye taarifa ya habari, anaweza kuzungumza mambo 5 tu ya msingi. Mengine utakabaki ni ufafanuzi. Kwa hiyo huyu anayekuja kusoma taarifa ya habari atasoma muhtasari. Yale mambo ambayo yote wataweka pamoja kwamba mheshimiwa rais amesema 1 2 3. Ndio maana ya kujifunza ufahamu. Kwa hiyo tunaona kwamba tunalazimika kujifunza ufahamu kwa sababu hatuna namna. Lazima tujue kufupisha maelezo marefu yaliyotolewa kwa njia nyepesi inayoeleweka bila kukengeuka, yani kuondoka kwenye kiini cha habari ya mwanzo. Kwa hiyo jambo la kwanza katika hatua za kufupisha, kwanza kufupisha habari ni nini? Ni kueleza habari hiyo kwa kifupi kwa kutumia maneno yako mwenyewe, lakini kiini kibaki kuwa ni kile kile. Unafupisha habari uliyosoma, kiini kisiondoke. Kama ni ajali ya barabarani, wewe utasema habari niliyosoma au habari hii inahusu ajali za barabarani. Ajali hizi zinatokana na kitu 1 2 3. Utazionyesha. Ndio maana kutumia maneno yako mwenyewe. Lakini kiini kitabaki ni ajali za barabarani. Sasa hatua za kufupisha habari. Hatua ya kwanza ni kusoma habari kwa makini. Isome habari kwa makini uweze kujua inahusu nini. Jambo la pili, tambua na kubaini mawazo makuu kwa kila aya. Kila aya unayoisoma inakuwa na wazo lake. Ndugu mwanafunzi, kama kifungu cha habari kina aya 6, usishangae kwamba aya hizi 5 za mwanzo kila moja itakuwa na wazo lake. Yawezekana aya ya mwisho kwa ya kukamilishia tu ratiba, lakini hizi aya 5 za mwanzo kila moja itakuwa na wazo lake. Kwa hiyo wewe sasa, kama nilivyosema, baini kila wazo kuu kwa kila aya, weka pembeni, ili utakapoanza kuandika. Sababu hatua ya 3 nasema unganisha mawazo hayo makuu kwa kutumia maneno yako mwenyewe. Haya mawazo ambayo utayaandika kwa kila aya utayaunganisha. Baada ya kusema habari niliyosoma inahusu labda umuhimu wa kutunza mazingira, mwandishi anasema mazingira na umuhimu 1 2 3. Kwa hiyo yakitunza atatusaidia hiki na hiki na hiki. Hivyo tunatakiwa tuyatunze. Hapa sasa utakuwa umetumia maneno yako mwenyewe. Sasa utatumia maneno yako mwenyewe. Hapa nikupa mifano. Inawezekana katika kifungu cha habari mwandishi ametumia neno majanga yenye rangi mbalimbali. Ukiangalia majanga yenye rangi mbalimbali yako pema ngapi? 1 2 3 4. Lakini ukifupisha tutapata maneno mawili tu. Majanga yenye rangi mbalimbali ni majanga mengi. Kwa hiyo kwa kutumia majanga mengi kwamba habari inahusu majanga mengi, basi umetosha. Sasa kwa mfano tulikutana na dada wa baba yangu mzazi. Sasa dada wa baba yako mzazi kwa neno moja anaitwaje? Anaitwa shangazi. Kwa hiyo tayari hapa utakuwa umefupisha. Baada ya kurudia maneno ya awali, unatumia neno ambalo litabeba ujumbe ule wa awali. Kwa hiyo halitakuwa limepoteza kiini cha habari. Mahindi, uwele, mtama, mpunga.
Mazao haya yote kwa neno moja inaitwa nafaka. Kwa hiyo ukisema waziri wa kilimo amewahimiza wananchi kulima mpunga, mchele, sijui, unapoteza muda. Amehimiza walime nafaka. Unakuwa umepunguza idadi ya maneno, na hapo muhtasari wako utabaki ni ule ule, kini ni kile kile, lakini umetumia maneno yako mwenyewe. Samaki, nyama, kwa neno moja tunaita kitoweo. Ndugu mwanafunzi, somo la ufahamu kama nilivyoeleza ni somo la lazima na ni fupi sana, lakini kazi kubwa ni wewe kufanya. Zingatia namna ya kujibu maswali ya ufahamu. Ukizingatia vipengele hivi, kuanzia kipengele hiki, mambo muhimu ya kuzingatia katika ufahamu, namna kujibu maswali ya ufahamu na kufupisha habari. Hivi ndio haya ndio mambo yako ya msingi sana. Ukivizingatia hivi, basi ninaamini utakuwa mwanafunzi bora na utajikuta kila wakati unapata alama za juu. Ndugu mwanafunzi, naomba nikushukuru kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki, lakini vile vile nikukumbusha kwamba mada za kidato cha kwanza tunaishia hapo. Tulianza na mada ya kwanza ya mawasiliano, tukaja sarufi, tumekuja fasihi, fasihi simulizi, tukaja uandishi, tukaja uhakiki, na sasa tunamalizia mada yetu ya ufahamu. Kwa hiyo naomba nikukaribishe tena kwa vipindi vingine vinavyofuata na pia kwa masomo mengine. Asante sana kwa kuwa nami na Mungu akubariki.